wengi wa mji walikuwa pamoja naye. 13. Wakati Bwana alipomwona alimhurumia, akamwambia usilie. Amen. Amen. Usilie. Leo ninapenda tuzungumze juu ya neno huruma. Huruma. Huruma ya Mungu kwa wanadamu. Shabaha yangu zaidi leo, ninapenda Mungu akuumbie roho ya huruma katika maisha yako. Akuumbie roho ya huruma kwa wengine, kwa marafiki zako na wasio marafiki zako, kwa wale unaowajua na wale usiowajua. Mungu akuumbie roho ya huruma. Amen. Mungu akuumbie wewe. Aniumbie mimi. Si sote Mungu atuumbie roho ya kuwa na huruma. Huyu mwandishi wa Injili ya Yesu Kristo, kama ilivyoandikwa na Luka, ni Luka mwenyewe ndiye ameandika hii Injili. Na hakuandika hii kitabu tu moja. Aliandika pia kitabu ya historia ambacho wanaita Matendo ya Mitume. Vile vitabu viwili ameandika. Na yawezekana ilikuwa kwa mwaka wa 63 au 68 kisha Kristo kufa. Lakini hatutaingia sana kwa historia ya Luka au juu ya waandishi wake, lakini hata tuingie mara moja juu ya neno huruma. Hii neno huruma. Huruma ina asili gani? Asili yake inaanzia wapi? Hii neno huruma ina asili katika Mungu mwenyewe. Tukisema Mungu tunasema Yesu Kristo. Asili ya huruma inaanzia kwa Yesu mwenyewe. Neno huruma kwa lugha yetu sisi waishi tunaita bonjo. Sijui ni wabebe mnaita namna gani? Ngena. Wahindu nao wanasema asante. Kila watu wana namna yao wanaita hii neno huruma. Hata Wafaransa wanasema compassion, na wengine wanasema pitié. Ile yote ni miséricorde. Unasikia? Hii neno iko na namna nyingi tunasemeka. Lakini hata nikwambie ya kwamba hii neno huruma ina maana pia ya kusikitika. Ina maana pia ya kusaidia au kusamehe. Ile yote, wakati mtu mwenye kuwa na huruma anakutana mwenzake yuko mateso, anasikitika, anasikia kwamba sawa ni yeye ambaye ana mateso yale. Shida ya mwenzako unasikia kwamba iko sawa vile wewe ndio inaumiza. Isikitiko. Pia tunasema kwamba ni kusaidia. Ukisoma katika kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo, ile sura ya 18 na mstari wa 17, hapa tunaweza kukutana haya mambo mawili. Yesu alifanya kwa watu wawili tofauti: kusaidia, huruma na kusaidia. Ukisoma vizuri utakutana mtu bwana mmoja ambaye alikuwa na watumishi wake, na siku moja anakuja kufanya control, kufanya inventory ya kazi.
akakutana mtumishi wake mmoja alipoteza mali nyingi, talanta 10,000 alipoteza, na ilibidi huyu bwana hata angeliuzisha nyumba yake, hata angeliuzisha bibi na watoto na vyote alivyokuwa navyo, hangelipa space. Nilipima kufanya utafiti kidogo juu ya talanta moja. Talanta moja kwa leo iko sawa $1 kilo. $1 kilo inauza $1,200. Na ukihesabia hii 10,000 ya talanta ingeelea milioni 7 milioni au 12 milioni kama unapiga hesabu nzuri. Na bwana akasema, acha mimi naona mtu hawezi pata hizo pesa, acha nimhurumie. Akamhurumia. Lakini wala taajabu, huyu ambaye alihurumiwa alipotoka katika gereza wanatosha mahali wamemtia, anenda kwa mtu mwingine, mtumishi mwingine ambaye alikuwa tu na dinari, alikuwa na deni yake ya dinari 100. Ile dinari 100 pia inaweza kuwa tuseme kwa mfano 7 gramu. Ile sana dinari. Na dinari 100 nayo ingefikisha tuseme kwa mfano 1,000 tu, ama 1,200. Yeye alikuwa na deni ya milioni 10, karibu 12 milioni ya madolari. Lakini mwenzake mwenyewe alikuwa na deni lake kidogo tu, anasema mpaka nikurudia. Akakurudia kwa chini na akamuingiza gerezani. Watumishi wengine wakasema hapana, wewe balikuhurumia milioni ya pesa, sasa wewe utafuata mwenzako paka kidogo, hata twende kuambia yule mwenye alikuhurumia. Wakaenda wakamwambia, unajua yule mtu ambaye alihurumia anaenda kufundisha mwenzake. Wakati bwana alisikia vile, akasema hapana, kumbe huyu mtu ana akili. Akaenda yule bwana ambaye alikuwa na deni kubwa, wakamjia, akasema ya kwamba hivi sasa wewe mwenzako atoke gerezani. Mungu Yesu Kristo akasaidia, alimsaidia sababu alihurumia huyu wa kwanza na huyu wa pili pia. Yesu akamsaidia, akamtosha ndani ya korokoro. Bwana jina la Bwana libarikiwe. Hapa pia tunasema kwamba huruma inaweza kuwa msamaha au kusamehe. Na Paulo katika barua yake kwa Wakolosai sura 3 ukisoma kwa mstari wa 12 na kuendelea pale, Paulo anafunza watu, anaonyesha Wakristo ambao mwenyewe alifundisha, anawaambia kwamba mjiumbie roho ya msamaha, muwe na roho ya kuhurumia wengine, muwe na roho ya kusamehe wengine, mvae roho ya kuhurumia. Na wakati nilipochunguza haya maandiko, inaona kwamba haya mambo matatu tunataka kusema hapa: kusikitika, kusaidia na kusamehe, inaweza kufanyika kwa watu watatu pia. Ililinganisha haya mambo kwa Mungu mwenyewe, huruma ya Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe mwenye huruma nyingi, na ni yeye ndiye asili